Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa mwaminifu leo. We have a prophetic revelation from the book of Genesis chapter 2 and verse 7 where the Bible says, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living thing." Hapa tunaona kwamba Mungu tayari alikuwa ameshamtengeneza mwanadamu. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Alimtengeneza. So there is a lot of potential inside us that God has already formed inside us in terms of our giftings, our talents, in our environments, our marriages, with our families. Mungu kuna vitu ambavyo ameviweka ndani yetu. Sasa ni jukumu letu kumuomba Mungu. Now this is where the revelation comes in. Ni jukumu letu kumwambia Mungu avipulizie pumzi ya uhai. There are so many blessings are hanging over our lives after receiving the anointing. The Holy Spirit of God ameingia ndani yetu, lakini kuna kitu bado kinasubiri hapa, kuna kitu bado kinangoja hapa, pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu. Yeye peke yake ndo anapatia vitu uhai, hakuna mtu mwingine anapatia vitu uhai, ni Mungu. Kwa hivyo lazima tumwendee avipulizie uhai zile talanta ambazo ziko ndani yetu, zile gift ambazo ziko ndani yetu, our hanging prophecies, our blessings, our riches, our glory. God has to put the breath of life. He has to, lazima avipulizie uhai, pumzi ya uhai, ndo vifufuke, vianze kufanya kazi, for them to manifest in our lives. Tunaelewana? Ukisoma kitabu cha Ezekieli mlango wa 37, hapa mifupa tayari ilikuwa imeshashikana na iko na nyama. Ilikuwa inangoja nini? Ilikuwa inangoja mtumishi wa Mungu nabii Ezekieli atabirie upepo uje, ili ile mifupa na zile nyama zimeshashikana sasa ziwe na uhai, ndo zikafanya nini? Zikawa jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni mifano miwili kutoka katika Biblia, tunaiona ya kwamba ni lazima the hanging blessings, the hanging prophecies over our lives. God is saying somebody has to go in prayers and ask God to breathe life into them. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atubariki sana. Amen.